Utamtumikia nduguyo, na itakuwa utakapoponyoka utalivunja kogwa lake katika shingo yako. Narudia, kwa upanga wako wewe utaishi, nawe utamtumikia nduguyo,
na itakuwa utakapoponyoka utalivunja kogo lake katika shingo yako. Maneno haya yanaambiwa mtumishi wa Mungu Esau. Biblia inasema kwamba Esau alikuwa ni mzaliwa wa kwanza, lakini kwa sababu ya ujanja ya mama yake mzazi pamoja na nduguye mdogo Yakobo, walifanya mambo yakageuka. Baraka ambaye alitarajia itakuwa ni moja kwa moja, alipata lile baraka ambayo alikuwa anatarajia limemponyoka, limeenda kwa nduguye. Kwa hivyo mtumishi wa Mungu alikuwa amepokonywa baraka yake, na Biblia inasema alipogundua, Biblia inasema kwamba aliposikia maneno ya baba yake akalia kilio, kwa sababu alitarajia baraka zitashuka kama kawaida, lakini mambo aliyotarajia yamemchenga, yameenda vilivyo, yameenda visivyo. Biblia inasema kwamba akamwambia baba yake, hakuna hata kibaraka kidogo ambacho umebakisha baba, unipatie na mimi, kwa sababu ni haki yangu. Biblia inasema kwamba mtumishi wa Mungu akamwambia, ambaye ni baba yake mzazi Isaka, baba yake akajibu akamwambia, angalia, penye manono ya nchi patakuwa makao yako, na penye umande wa mbingu unaotoka juu, kwa upanga wako wewe utaishi. Sasa upanga imewakilishwa malapa, si kwa kupenda, ni kwa sababu alijua huyu mtu atashinda akipigana kutafuta kile ambacho alikuwa amepoteza. Wengi tumekaa ama tumetoka nyumbani, tulikaa nyumbani tukifikiria kwamba baraka zitashuka kama kawaida. Tulifikiria sisi vile vile tutazaliwa na baraka tele tele. Tulifikiria mambo yatakuja moja kwa moja vile tulitaka. Lakini ulipogundua kwamba mambo hayaendi vile ulikuwa unatarajia, ukagundua hapa katika maisha ni lazima unyanyuke, ni lazima ujitafutie, ni lazima ung'ang'ane. Ukasema, mimi nitaenda Isinya na nitaenda kutafuta, na nitaamuka asubuhi. Hauamushwi, unajiamusha mwenyewe kwa neema ya Mwenyezi Mungu. Unajituma kwa sababu unatafuta baraka yako. Wewe pamoja na Esau ni kizaliwa ya wazazi moja. Hakuna kitu inakuja rahisi. Na kuzungumzia mtumishi ambaye Biblia inasema kwamba kile ambacho alitarajia itakuwa natural, kile ambacho alitarajiwa inakuja tu. Biblia inasema kwamba ilimpiga chenga. Baraka ambayo alitarajia imenyang'anywa kutoka kwake, imepewa ndugu yake, na yale ambayo alitarajia kwamba itakuwa moja kwa moja, sasa mambo si moja kwa moja, mambo imegeuka. Biblia inasema kwamba akalia sana alipogundua kwamba baraka ambayo alitarajia imempiga chenga, sasa imepewa ndugu yake. Akalia sana. Najua watu wawili wanapokuwa pamoja, kuna mtu mmoja ambaye anakimbizwa na simba na kuna mmoja ambaye anakimbizwa na kondoo. Kati ya watu wawili ni nani atakayekimbia zaidi kushinda mwingine? Imeenda. Alimwambia baba yake, usiponibariki baba, tatoka sasa na nini? Mimi nimeng'ang'ana hii bidii yote, nimeenda msituni, nimewinda, nimeleta chakula ili baba unibariki, lakini baraka nikonacho natafuta tumeenda. Hakuna kitu ya maana kama baraka ya mzazi. Kwanza mzazi wa kuzaliwa, alafu ukakuja kupata sasa mzazi wako wa kiroho. Kwa sababu asipokubariki, maisha yako mwenzangu utang'ang'ana. Utapiga bidii kuanzia asubuhi hadi jioni, utafanya kazi tunasema kazi ya ndogo, lakini utakula chakula ya panya. Kazi kubwa, lakini mwenzangu baraka ni kidogo. Unafanya kazi mwanzo wa mwezi hadi mwisho wa mwezi, lakini mapato ambayo unayapata hakuna kitu inaenda. Mapato yote inakuja, mengine yanaenda kwa rent, mengine yanaenda kwa school fees, mengine yanaenda sijui kwa deni, mengine kwa duka, lakini ya kurudisha nyumbani hauna. Ni lazima umwambie Bwana, nibadilishie hali. Baba, nibadilishie hali. Na hiyo hali tulielezewa jana.
Hauwezi ukabadilisha hali kwa nguvu, hauwezi ukabadilisha hali kwa upanga, hauwezi ukabadilisha hali kwa masomo, hauwezi ukabadilisha hali kwa bidii. Utabadilisha hali kwa magoti. Utabadilisha hali kwa magoti. Taambia Mungu, mimi nibadilishie hali. Nimechoka kukaa hivi, nimechoka kupangishwa, nimechoka kukaa kwa rent. Baba, nataka unipatie nyumba yangu. Baba, nataka unipatie promotion. Hiyo mambo tunang'ang'anaga ni usiku wa manane. Biblia inasema kwamba vita vyetu si juu ya damu na nyama, vita vyetu ni juu ya wakuu wa giza. Haupigani na watu hivi, unapigana na watu ambao wako na uzito. Katika kitabu cha Yohana, jana tumesoma kitabu cha Yohana. Usiku tumesoma kitabu cha Yohana mlango wa 14 mstari wake wa 30. Biblia inasema neno la Mungu ikasema kwamba yule mkuu prince of the earth is coming, lakini anapokuja hata nipata kitu nami, kwa sababu sina kitu na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Ishi maisha utakatifu, lakini zidi sana katika kuomba. Hata kama inaonekana kabisa kila mtu anajua promotion tunatangaza, tunaanza kutangaza mwisho wa mwezi, promotion iko inakuja, lakini inapofika unashangaa wamekuruka wewe ambao unakujaga kila siku mapema, wewe ambao unaonekananga msafi, wewe ambaye kila kitu na macho ya dunia inaonekana kwamba you qualify, but in the right time wanachagua namba yako nyuma yako, wanampea cheo, wewe unabakia pale. Unajiuliza ni nini imefanyika? Ni kwa sababu katika ulimwengu wa kiroho Biblia inasema kwamba kwanza, katika kitabu cha Ayubu, Shetani alienda pamoja na wana wa Mungu. Walipoenda mbinguni wakashawishiana, wakanongenezana na Mungu, wakaongea. Mungu akamwambia Shetani, umemwona mtumishi wangu Ayubu katika dunia? Akamwambia, Bwana, kama si vile umemfunika, Baba, huyo mtu angekukataa leo, huyo mtu hakuna kitu. Lakini Biblia inasema kwamba haya, ndakupatia nafasi uende ujaribu. Mambo yalimalizika mbinguni kabla hajakuja kwa dunia. Alipokuja katika dunia mambo ilikuwa imeisha. Nasema nini? Nasema katika ulimwengu wa kiroho ndo tunakata kesi, si katika ulimwengu wa mwili. Wewe unalala kama ng'ombe, unalala kabisa mpaka unangorota, majirani wanajua. Unaamka asubuhi, baraka yako iliibiwa usiku saa 6 usiku. Baraka zako zilienda. Kwa nini wana wa giza? Biblia inasema kwamba wana hekima. Wana wa giza wanasumbuka usiku. Wewe umeona mchana gani ukakutana na mchana? Umekutana na mchawi gani mchana? Umekutana na mrogi mgani anatembea mchana? Warogi wote na wachawi wanatembea usiku wa manane. Wanatembea wakifanya, wewe wakati unalala wao walali. Ndio hiyo kamchenga kwa mabati kichwa. Ndio hiyo sijui mawe imerushwa kwa mabati. Ndio hiyo sijui nini imefanyika. Wewe unalala, hata mimi nimelala. Acha nilale. Biblia inasema bado tu usingizi kidogo, bado kulalala kidogo, utaamka maskini. Wakristo tuombe. Wacha kulala. Chukua muda wako, ni saa moja, omba. Omba kwa sababu unajua baraka yako imeenda, na usipoirejesha kwa maombi. Biblia inasema mtumishi wa Mungu akaambiwa, kwa upanga wako, si ya jirani yako, kwa upanga wako wewe utaishi na utamtumikia nduguyo. Lakini kuna maneno mazuri yanakuja hapa, inasema na itakuwa utakapoponyoka, umepigana vita, umepigana, umetosheka. Biblia inasema kwamba utakapoponyoka utalivunja lile kogwa la utumwa. Biblia inasema kwamba utalivunja kogwa lake katika shingo yako. Katika Kiswahili sanifu, unapozungumzia nafsi ya pili, Biblia inasema kwamba mimi, nafsi ya kwanza ni mimi, nafsi ya pili ni wewe, nafsi ya tatu ni yeye. Tunasema nguo yangu, nguo yako, nguo lake. Hapa Biblia inasema wazi, lakini utakapoponyoka utalivunjwa koga lake. Nafsi ya tatu, kwamba Mungu anaongea na yeye, ama mtumishi wa Mungu anatumia na muongelesha, anamwambia koga utakalolivunja sio lako, koga utakalolivunja ni lake. Wengine hapo wanapata taabu ambayo haikuwa imewalenga. Ilikuwa pengine ya mume wako, pengine ilikuwa ya mke wako, akasemewa maneno mabaya huko nyumbani, ndio wewe unapitia shida. Hauwezi ukavunja hiyo shida na mangumi, utavunja hiyo shida kwa maombi. Amuka Mkristo, wewe uombe usiku wa manane, usilale.
Rejesha hali yako. Rejesha hali yako kwa maombi. Yesu aliomba usiku. Yesu aliomba asubuhi. Biblia inasema aliomba alipokuja kufanya kazi mchana. Wengi walishindwa kuona kama anaomba, kwa sababu hakuwa anaomba madakika 50, hakuwa anaomba madakika 100, alikuwa anaomba dakika 2. Anaambia Baba, asante kwa sababu unanisikiza kila mara. Bariki mkate huu. Mkate inatoka mikate ngapi? Sijui mikate 2 na samaki 3. Ndio hiyo mikate imebadilika, inakuwa vikapu 12. Watu 5,000 wanalishwa. Si kwa sababu ya hiyo maombi nusu saa ama dakika 2 ambayo ameomba hapo. Yesu alikuwa ameshinda katika maombi, akamaliza kila kitu katika maombi. Alipokuja mchana, alikuwa tayari anajiandaa. Unaposhindana na maadui yako usiku wa manane, hata wakikuja asubuhi, wewe unamaliza mambo. Wewe unatembea ukikuwa huna wasiwasi, unasema glory to Jesus, glory. Malaana nilikataa usiku, mambo yote niliyavunja usiku, yote niliyashinda katika maombi. Sasa Mungu anakufunulia mchana. Wanakuja wenyewe wakisema, huyu ndo alipeleka maneno kwa mkubwa ati kwamba wewe usipromotiwe, lakini unakuja unapata muhindi ama mzee ama mzungu ama mule ambaye amekuandika, anakuita na kwambia nimepewa maneno mabaya juu yako, lakini acha nikupee nafasi tu. Sijui ni nini inanisukuma. Nilikuwa nimeambiwa nisikupromote, lakini acha nikupromote nione kama unaweza fanya kazi. Wewe unasema glory to Jesus. Hii maneno niliyavunja usiku katika maombi. Hiyo ni wakati umenyakua baraka yako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wewe unalala namna gani? How can you sleep? Katika nchi ya ugeni unakuja unalala. Unaenda shuleni, nilikuwa nauliza watoto wangu pamoja shuleni. Kwenu hakuna mattress? Kwenu hakuna taa? Kwenu hakuna hata mtu ambaye anajua kufundisha? Wanasema hiyo yote iko. Na sasa kwa nini umekuja bodi? Umekuja kwa nini bodi? Ni mattress ya bodi ndio mzuri? Ama ni chakula ya bodi? Ni nini umekosa huko kwenu? Kama umekuja hapa soma mtoto. Na waamusha saa 9 asubuhi, saa 9:30. Tunaona sikia tunaambia hurry up. Unasikia tumafiato papa. Wananchi wanaenda kusoma. Unaingia darasani. Kuna wenye wanaingia wanaenda kusoma. Lakini kuna wengine wanapimana na mwalimu. Wanaangalia kwa dirisha waone mwalimu wanafunika kwa kichwa. Wanasoma wakiwa wamelala. Wanafikiria kitabu inaingia through osmosis. Through inaingia tu, wanaweka tu kichwa kwa malazi hivi. Wanaweka kichwa hivi kwa kitabu. Hakuna. Naambia soma. Wale ni wanafunzi. Wewe si mwanafunzi. Wewe ni mzazi. Nataka nikwambie usipoomba, Mkristo usipoomba, mambo yatabadilishwa usiku. Biblia inasema wanafunzi wa Yesu wakamwambia kwamba Yesu akamwambia wanafunzi wake zamani kwamba tulipanda mbegu mzuri mchana, adui akakuja usiku amepanda magugu. Bwana tufanye namna gani? Biblia inasema kwamba Yesu akamwambia wacheni magugu na ngano imee pamoja, lakini itakapofika mwisho tutagundua gani ni mbivu na gani ni mbichi. Sasa wewe unashindana na adui yako. Adui yako halali, wewe unalala. Usiku anazunguka usiku. Wanataja jina yako. Wanatembea usiku. Wewe unalala tu. Unangorota. Hapana. Yesu akaambia wanafunzi wake, msilale. Majaribu yanakuja. Msilale. Majaribu yanakuja. Kama wanafunzi wa Yesu walipitia majaribu, wewe ni Mkristo mgani ambao utapitia majaribu? Lakini nakataa hiyo. Nang'oa hiyo. Unang'oa nini? Yesu alipitia majaribu. Yesu alipigwa mijeledi. Yesu alitundikwa kwenye msalaba. Yesu alishinda mauti. Wewe unang'oa. Wewe ambia Bwana niandae. Wewe ni mpiganaji wa vita. Baba, wewe ni jemedari wa majemedari. Funza midonali yangu Bwana kupigana. Nataka kupigana nishinde maadui. Jana tumeambiwa you don't get a hero without fighting a war. Hallelujah. Biblia inasema kwamba upanga, utaishi kwa upanga wako, nawe utamtumikia nduguyo. Kweli utamtumikia, lakini sipораzizo. Ukichoka, utaamka. Bwana Yesu asifiwe. Utaamka. Utakataa sasa. Utakataa kwa haki. Utakataa hiyo umaskini. Utakataa hiyo urogi. Utakataa hiyo mabaya. Kwa sababu umechoka nayo. Umesema ya kutosha.
roho ya umaskini. Ninakataa kubakia chini. Ninakataa Bwana. Kama hujachoka, utasema tu, unasema hata watu wanasemanga hata mimi sijuangi kazi. Hata watu wanajua. Hata mkiwauliza, waulizeke watakwambia. Watakwambia. Sikai kwa bomo moja, hata wanajua. Hata wanajua. Mimi siwezi kana mzee mmoja. Wanajua. Uwezi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Katika kitabu cha Mwanzo hiyo 32 namalizia. Bwana Yesu asifiwe. Naona wageni wote wamefika, tuwapigie makofi wanapokea chini. Mwanzo 32 mstari wake wa 24 inasema hivi: Yakobo akakaa peke yake, na mtu mmoja akashindana naye mweleka hata alfajiri. Naye alipoona ya kuwa hamshindi, alimguza panapo ugugu wa paja lake, akateguka ugugu wa paja lake. Yakobo alipokuwa akishindana naye, akasema, niache niende, maana kuna pambazuka. Akasema, sikuachi usiponibariki. Sikuachi usiponibariki. Yakobo aligundua siri, akajua huyu mtu tumepambana naye usiku yote, sitamwachilia asiponibariki. Ambia Bwana usiku wa leo, Bwana sikuachi usiponibariki. Bwana lazima ubadilishe mambo. Baba, nibadilishie hali. Sitaki kurudi nyumbani nilivyokuwa. Baba, nibadilishie hali. Pengine watu hainifasible, lakini unajaribu kuongea nyumbani jua unanga pesa, unaambia wewe nyamaza. John, wewe nyamaza. Umeanza maneno yako, hauna pesa, nyamaza. Ambia kwa hiyo si kawaida. Hiyo si kawaida. Rudi nyumbani kama Bwana amekubadilishia hali. Yakobo hakuwa possible, lakini aliambia Bwana usiponibariki. Ndugu yangu, katika mstari wa 6:32 inasema walimwambia habari mapema. Yakobo, Esau wanakuja na watu 400 wanakuja kukulaki. Yakobo akajua hapa ni kubaya. Watu 400 wanakuja kulaki mtu mmoja, na sasa wanakuja kukukumbatia. Na unajua uliacha shida. Wanakuja watu 400 na farasi na punda sio na kila kitu, na wengine wenye upanga. Wewe unasema acha niwaongojee. Haleluya. Hakuna kuwaongojea, hapa ni kubaya. Biblia inasema kwamba akaweka bibi yake katika vikundi, akasema mimi nabakia hapa peke yangu. Akashindana na malaika. Biblia inasema akashindana usiku kucha. Yule mtumishi alipoona kwamba hawezi kumshinda, akamguza kwenye upaja. Biblia inasema akalegea, ikabidi amwachilie. Akamwambia, lakini kwanza kabla sijaenda unibariki ndio uende. Biblia inasema kwamba malaika wa Bwana akambariki. Hautabakia yule. Tusikubali watumishi wa Mungu waletwe hapa warudi nyumbani venye tulikuwa. Tubadilishiwe hali. Utasema mahali hapa sitoki Bwana. Baba, unibadilishie hali. Nibadilishie jina. Nitakaporudi nyumbani niitwe mbarikiwa. Kama sijaipelekea mama sukari, nitampelekea hata kama ni kilo 50. Washangae leo wanipokee, kwa sababu mimi si yule mliona nikitoka. Mimi nimerejea mtu tofauti. Haleluya. You must change. Lazima ubadilishe hali yako. Kwa nini unarudi tu yule? Kwa nini unaridhika na hiyo hali? Kwa sababu Biblia inasema kwamba neema za Mungu ni mpya kila siku. Zinatoka kiwango moja, zinatoka kiwango kingine. Wewe ni nani unasalia katika kiwango moja? Sisi kwa zamani wana mtoto repeat naambia mzazi, mtoto wako anakaa amelemewa, peleke hapo polytechnic. Ndio amelemewa hapa. Toe hapa. Wewe hujalemewa. Kwa nini unaridhika na hiyo hali? Mwaka nenda mwaka nuni, unataka tu kubaki tu una right. Unataka tu kubaki si unawacha. Unataka tu kubaki na hiyo kioski. Ulifungua kibanda miaka 3 haijaizo. Bado tuko tu pale unazanga tu mboga. Pako umeitwa mama mboga na umefurahi? Hapana. Hapana. Wewe si mama mboga. Bwana wabariki. Naomba tusimame. Ambia Bwana nibadilishie hali.
Yesu. Tukiwa katika nafasi hii, naomba tutulie. Tulia tunapomwalika askofu. Karibu sana askofu. Na kanisa tutarejelea kwa nguvu zake na uweza na pia nafasi yake. Dear church, kanisa pendwa, restoration is not a God alternative plan. Urejesho sio njia moja ya Mungu. It is his nature. Ni uweza ni Mungu kimungu. Throughout the scriptures, katika Biblia maandiko, God does not abandon Mungu hawezi waacha watu wenye majeraha. Bwana asifiwe. Amen. God does not just abandon wooden servants. Hawezi waacha wale watumishi wake wenye majeraha. He calls them back. Anawarudisha, realign them, na anawarejesha katika njia iliyo sawa. He restores them so that they may finish. Na anawarejesha ili kwamba waweze kumaliza their assignment. Ile mtihani wao. So the church in Kenya, kwa hivyo kanisa la Kenya, some few years back, miaka michache iliyopita, gone astray. Tumeenda kando. And now God is calling us to realign. Na hivyo Mungu ametuita kurejea katika njia ambayo the God-given mandates, na tumepewa mamlaka so that we can fulfill our purpose. Ili kwamba tukaweze kufikia hatima yetu. The message of the word of God, ujumbe wa Mungu, the word of God is not one of condemnation. Sio neno ambalo ni la kusumbua ama kunyanyasa. It is the sermon of grace. Ni ujumbe wa kupewa sifa. A call to return and alignment. Amekuita kurejea katika njia iliyo sambamba. Because restoration flows where there is restored. Kwa sababu urejesho unarejea pale ambapo kumerejeshewa. Restoration flows. Urejesho unapita where alignment is restored. Pale ambapo utembea katika laini kumerejeshewa. The calling of God, dear servants and dear kings and queens. Mwito wa Mungu, wapendwa wafalme na wanafalme, does not expire because of fatigue. Haiwezi isha na wakati kwa sababu ya kuchoka. Kwa sababu ya kuchoka. Does not expire because of discouragement. Haiwezi toka sababu ya kuvunjwa mioyo. Does not expire because of offenses. Haiwezi isha kwa sababu ya maneno ama vitu ambavyo vifanya. Or silence. Ama kunyamaza. You may step away. Unaweza simama kando. But God does not step back from his purpose. Mungu hawezi concerning your life. Mungu hawezi rudi nyuma na kusudi la maisha yako. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Elijah fled. Elijah alipaa. Jonah ran. Na pia Yona alikimbia. And Peter denied Jesus Christ. Na Peter alikufa kama Yesu. He denied Jesus Christ. Alimkana Yesu. Yet God restored them. Lakini Mungu alimrejesha. Not to shame them. Sio kwamba ni kumwaibisha, but to complete their divine assignment. Lakini kumaliza hatima yake iliyokuwa. So the church in Isinya and Kajiado County, kanisa la Isinya na Kajiado, it is our mandate to search the will of God and realign. Ni kazi yetu kutafuta ufalme wa Mungu na tubaki katika njia iliyo sambamba. The truth is, ukweli ni kwamba your awareness does not cancel your calling. Ile ambacho tunapitia sio kile ambacho kinaenda na mwito wetu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Withdrawal is not restoration. Kujitoa sio kurejeshewa. Ecclesiastes chapter 4 verse 10. Mhubiri 4 mstari wa 10. Who to him who is alone. Huyu ndiye ambaye ako peke yake. When he falls. Anapoanguka. Many servants. Watumishi wengi. Confuse rest with retreat. Wanachanganya kupumzika. Many servants. Watumishi wengi. Confuses rest with retreat. Wanachanganya kupumzika na kujibikana. God permit rest. God permit rest. Mungu huleta kupumzika. But lakini he never endorses isolation. Hawezi leta kujitoa ama kutoka.
So you should not be alone. Kwa hivyo tusiwe peke yetu. A pastor outside fellowship is outside accountability. Mtumishi aliye nje ya huduma pia yuko nje ya kuhesabiwa. He is outside covering. Ametoka katika kufunikwa. And he is outside shepherding. Pia yuko kutoka katika kuweza kunoa. Hebrew 10:25. Waebrania 10:25. The Bible says we should not forsake the assembly of ourselves together. Tusiwache kukusanyika pamoja. What the enemy cannot destroy, Kila ambacho adui hawezi akaharibu, he seeks to disconnect. anasimama kuharibu. Hallelujah. Hallelujah. So tell your neighbor you should not be alone. Ambia jirani usiwe peke yako. Simuongeleshe. Mwambie tena usiwe peke yako. Usiwe peke. Mungu anakuhitaji. Mungu anakuhitaji. Ndio kanisa irudi katika mahali pake. Ndio kanisa irudi mahali. Bwana asifiwe. Kanisa itachekwa tena Kenya. Hallelujah. Hallelujah. Na wewe mchungaji usikubali ukaa peke. Ukikaa peke yako sauli yako. Hata Yakobo aliambia malaika usiniache bila kunibariki. Hakuwa peke yake. He restored. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa na wewe katika gatuzi la Kajiani mkiongozwa na askofu usikubali kukaa peke yako. Na ukiona pasta anaenda peke yake ako na shida. Hiyo tutaongea kesho. Amen. Bwana asifiwe. Hallelujah. Si Mungu awabariki sana. Amen. Si Mungu atendee mema. Hallelujah. Si Mungu awainue kiwango. Amen. Ndio muweze kuitwa wabarikiwa. Amen. Hallelujah. We have diversity in South Africa. Tuna uzuri sana kule South Africa. I come from a county called KZN. Natoka katika katuzi inayoitwa It's called KwaZulu Natal. KwaZulu Natal, jinsi mlivyosikia. I come from the kingdom of the Zulus. Anatoka katika ufalme wa Zulu. You heard of the Zulus? Unajua Wazulu? So I come from the kingdom of the Zulus. Anatoka katika ufalme wa Zulu. I'm going to greet you in Zulu. Na nipende nawabariki sana kusalimia kutoka Zulu. Sawubona. Sawubona. Hallelujah. Mtume si askofu, mtume amesema anataka kusaidia mgeni kwa sababu anaelewa hiyo lugha yake kidogo. Sasa tumpigie makofi anapokuja. Praise the Lord. Bwana apewe sifa. We're going to be almost a month in Kenya. Naenda kuelekea mwezi mzima katika taifa la Kenya. We started from Mombasa. Tulianzia kule Mombasa. All the way to Meru. Tukaenda Meru. And now we've come to you. Na leo hapa kwenu. Amen. Amen. We've seen the power of God manifest in Kenya. Tumeona nguvu ya Mungu ikitembea katika taifa la Kenya. We've seen people get healed. Tumeona watu wakipona. People got restored. Tumeona watu wakirejeshwa. And there was great breakthroughs in people's lives. Na tumeona watu wakiwa na kufunguliwa katika maisha yao. Our God has brought us here. Mungu wetu ametuleta mahali hapa Because He ordered our footsteps into Kenya. kwa sababu ametupenda na ameruhusu miguu yetu katika taifa la Kenya. To make a difference in this local house. Ili tuweze kufanya utofauti katika kanisa hili. To position you. Kuwalainisha. To function. Kwa utendaji. And also to walk in accuracy. Ili uweze kutembea katika umakinifu. Because today the church is lost. Kwa sababu leo hii kanisa limepotea. For many have lost the way. Kwa kuwa wengi wameipoteza njia. In Africa the church is presenting three faces. Katika Afrika kanisa iko na uso tatu. The first face the church is presenting is a persecuted church. Kanisa la kwanza ni kanisa lile la mateso. That is driven by suffering and death. Ni kanisa ambalo lina mateso na vifo. With political oppression. Wakiwa nafinyiliwa na siasa. And religious oppression.
na vile vile dini inawafinyilia. And the second face that the church is presenting Na sura ya pili ambalo kanisa inaonyesha is a religious frenzy church, ni kanisa ambayo inafuata udini, powered by demonic spirits and witchcraft. vile uchawi na roho chafu. And we see this power is operating in the body of Christ. Tunaona nguvu hizi zinatenda kazi katika mwili wa Kristo, Because men have held the church into hostage and bondage. kwa sababu waume wameruhusu kanisa kutekwa mateka. Jesus warned us in Matthew chapter 24. Yesu anatuzungumzia katika Mathayo 24:24, And twice he made reference to that. na mara mbili amenena hapo, Beware of the false prophets and the false teachers, jihadharini kwa manabii wa uongo na wafunzi wa uongo, and wolves in sheep's clothes. na mbwa mwitu akiwa amevaa vazi la kondoo. The third face that the church is presenting is Picha ya tatu kanisa inajionyesha kwayo, the saints' church. kanisa la wateule. And I'm going to speak about that tomorrow. Na nitazungumzia kuhusu kanisa la wateule kesho. It's called the remnant church. Inaitwa kanisa la mabaki, For many are called, kwa kuwa wengi wameitwa, but few are chosen. lakini wachache wamechaguliwa. And that few that are chosen Na wale wachache wamechaguliwa are going to make up the bride of Christ. watatengeneza, na wale wengi wamepoteza njia. God wants me to teach you Mungu anataka kuwafundisha and position you na waimarishe and bring you to a place of accuracy. na walete katika hali ya ukomavu na kuwalainisha, Because God chose you kwa sababu Mungu alikuchagua before you were born. kabla hujazaliwa. He has positioned you Alikuchagua na akakusimamisha and He has called you. na amekuita. So tomorrow, please come prepared. Na waomba tafadhali, kesho tuwe tumejiandaa. We're going to have sessions upon sessions. Tutakuwa na ratiba baada ya ratiba, Because I only got 2 days left kwa sababu tuna siku mbili tu peke yake zimebaki before we fly back to South Africa. kabla tujarudi kule Afrika Kusini. Please come and be blessed Na waomba mkuje mpate baraka, and also be positioned na vile vile muweze kusimamishwa katika hatua zenu, that you will connect to your destiny, ili uweze kuunganishwa na hatima yako, your true destiny that God wants you ile hatima yako ya kiukweli Mungu anataka uwe kwayo, to connect. ili uweze kuunganishwa. Once again, it's our apologies Mara nyingine tunatuma uhuru yetu for keeping you all waiting here for so long, kwa kuwaweka mkitungojea kwa muda mrefu, but it's a perfect timing lakini huu ndio muda sawa kabisa, because you all are relaxed kwa sababu saa hizi mmetulia and you all will be blessed. na mtabarikiwa. I just really want to release a blessing over you. Kwa dakika moja nataka kuachilia baraka tu kwenu. Let's bow our heads. Inamisha vichwa vyetu.